Tunafungua picha tunaona kuna dogo yupo kuwasha moto kinoma noma bwana. Sasa huyu dogo alikuwa anamwashia moto nani? Huyu dingi bwana. Sasa unaambia huyu dingi amejichanganya kwa huyu dogo bwana. Kwa dogo pale mchamba hadi sio poa, akamwambia mimi uniweze hata kidogo. Mimi naweza nikakutembezea kichapo wewe kudariki zako, usinichukulie poa poa eti mimi kisa ndunje. Ukajua labda unanimudu. Mimi nakumudu vizuri tu, usinitishe na hizo nyama zako. Hizo nyama hata kwenye chips zipo kudariki zako wewe. Aisee unaambia huyu dogo ni balaa bwana. Hebu twende tukaiache picha yetu tuweze kujua huyu dogo ni nani. Na ilikuwaje kwaje hadi akana mwashia moto nani huyu mshikaji bwana. Sasa basi bwana, mzigo wetu unaanzia hapa katikona. Tunamwona bidada anaenda kwa jina la Besa bwana. Sasa unaambia bidada ni mjasiriamali bwana, waga anatengeneza vitu fulani hivi amazing, na anaenda kufanya na anaenda kuviuza huko bwana. Wakati moja kwa moja kama huja nani amekuja huyu mshikaji anaenda kwa jina la Maki bwana. Sasa na huyu mshikaji ni mume wa huyu bidada bwana. Lakini uweze amini kwamba mshikaji siku zote amekuwa kimnyanyasa sana huyu bidada bwana. Sasa ni kwa bidada anapambana anapata pesa, mwisho wa siku ni kwamba mshikaji anakuja kufanya anakuja kutaka pesa kwa huyu bidada bwana. Bidada ana namna anampatia mshikaji pesa, maana ndio hivyo ni kwamba bidada aishazoea hii hali bwana, kuweza kunyanyaswa na nani, kunyanyaswa na mshikaji bwana. Sasa ni kwa mshikaji anachukua zake pale pesa, akamwambia ndio hiyo, akasema ndio hiyo pesa yenyewe ninayo bwana. Sasa basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji likali linaondoka zake bila hata kusema asante. Na hii hali bidada ameizoea kinoma noma. Kwa sababu gani? Ni mume wake na anampenda hadi sio poa bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba bidada akaendelea zake pale kutengeneza vitu fulani hivi. Tunakuja upande wa pili, tunamuona nani? Tunamuona huyu mwanamama bwana. Sasa hapa alikuwa moja kwa moja na nani? Na huyu dogo anaenda kwa jina la Ebube bwana. Sasa uweze amini kwamba mwanamama hapa alikuwa siku ya leo hii anamtembezea kichapo Ebube. Kwa sababu gani? Alimwagiza aenda kauze machungwa. Ebube akawa amegoma kabisa kwenda kuuza machungwa bwana, na kana dai kuwa ile kazi imemchosha. Yani kila siku anaenda kuuza machungwa tu, wakati mamake yuko mjini na ana pesa. Sasa kwenda kwa mamako, akamwambia ndio mimi nataka niende kwa mamangu bwana, mimi masuala kuuza machungwa nimechoka bwana. Yani mimi kila siku tu machungwa, kila siku machungwa. Wakati nasikia mamangu ana pesa huko. Kwa kama mamako ana pesa ndio usiuze au machungwa, si ndio? Sasa ngoja leo nikufundishe adabu. Sasa uweze amini kwa mwanamama akana mtembezea pale Ebube kichapo bwana. Kwa sababu gani? Ebube siku ya leo hii amegoma kwenda kuuza matunda bwana. Basi moja kwa moja ni kwa mwanamama ilibidi afanye aweze kumpigia mamake Ebube na aweze kumwambia kwa Ebube anataka aweze kuja huko mjini bwana. Sasa na huyu bidada bwana ndio mamake nani? Ndio mamake na Ebube. Na mwanamama kana anamwambia hapana bwana, nakuwa mpate kukaa naye huko, maana mimi mume wangu ni mkali, hawezi akaruhusu mimi niweze kukaa na nani, niweze kukaa na mtoto wangu huku bwana. Sasa nakuomba bwana dada uweze kufanyaje, uweze kukaa naye, huyo ni mtoto bwana, inabidi uweze kumvumilia. Lakini mwanamama akasema hapana bwana, nimemvumilia Ebube lakini imetosha. Ebube amekuwa na kiburi saizi, hata nikimtuma tu kazi yoyote anagoma kabisa, na anadai kuwa mamake huko zako huko mjini una pesa bwana. Kwa anaona bora aje kwako huko aendelee kuenjoy huko, anaona kama ananyanyasika. Na mimi hali bwana nimeichoka bwana. Sasa kwa moja kwa moja mimi kesho nampakia mtoto wako na utampokea bwana huko mjini bwana. Baada hapo nilikuwa mwana mama akameweza kukata simu bwana. Lakini ndio hivyo kama amempa bidada taarifa kwa mtoto wake anakuja kesho bwana. Basi bwana uweze amini kwamba siku ya kesho ilivyofika, Ebube moja kwa moja mapema aliweza kuwasili kwa nani? Kwa mwanadada hapa. Sasa nilikuwa mwanadada alichanganyikiwa kinoma noma. Yaani alichanganyikiwa hadi sio poa. Akamwambia Ebube, sasa unaona jamani, mambo gani haya? Sasa mimi makosa yangu nini? Makosa yangu mimi nikuja huku mjini? Akasema hapana bwana, ilibidi ukae kule na mamako mkubwa. Akasema siwezi mimi nikakaa na yule mama. Siwezi kabisa nikakaa na yule mama. Yule mama ana roho mbaya sana na nyanyasa, kila siku ananitembezea kichapo. Kwanza wewe unaniruhusu mimi nikae kule niendelee kunyanyasika wakati una maisha mazuri, kuna bonge la nyumba, unakula vizuri, unaenjoy. Mimi kila siku kule nakula uji. Nakula uji na karanga. Mimi kula uji na karanga wewe. Yaani mimi mambo ya kula miogo saizi siataki. Nimekuja hapa na siondoki kwenye hii nyumba, lazima ni enjoy. Yaani una enjoy kuna kula maisha, afu mimi nienda kijijini. Siwezi nikaenda kijijini wakati wewe mamangu na enjoy hapa. Sasa uweze amini kwamba Ebube aligoma kabisa kwenda kurudi kijijini bwana, na kama amechukua mabegi yake pale moja kwa moja anaenda zake huko chumbani bwana. Mwanamama kana shangaa, sasa huyu anaenda wapi? Hata chumbani kwenyewe anakoenda hata hakujui. Mwanamama kabaki anashangaa tu. Na uweze amini baada ya muda ni kwamba mshikaji Maki baada ya kufika, mwanamama kama amemuita pale ili aweze kuongea naye na aweze kumwambia kuwa kuna mgeni ameweza kuwasili bwana. Lakini mshikaji alikuwa ni mkaidi kinoma noma, kama nilivyokuambia huyu mshikaji hampendi bidada hata kidogo bwana. Hivyo kwa bidada hapa kwa ajili ya maslahi, maana hata hii nyumba yenyewe ni ya bidada bwana. Ni kwa bidada alipambana, alifanya shughuli zake na mwisho wa siku akaja kununua hii nyumba bwana. Kwa hata alimshikaji hapo lilipo alina kazi yoyote bwana, anategemea tu bidada aweze kufanya shughuli zake na aweze kulipatia msosi bwana. Basi moja kwa moja kwa mshikaji Maki aliweza kutimba hapa, alitimba huko chumbani, lakini alishangaa kinoma noma. Alishtuka baada ya kuona kuna mtu hapa ameweza kulala. Akashangaa, jamani, hichi kitoto tena kitoto cha nani hichi? Wewe kitoto wewe. Ilibidi aweze kumuita mke wake, na uweze amini baada ya muda ni kwamba mke wake ilibidi afanye aweze kukaa hapa na aweze kumuelezea mume wake kuwa huyu mtoto ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa dadake bwana. Na huyu mtoto ni yatima hapo alipo, ni kwamba wazazi wake walifanyaje? Walipoteza maisha. Kwa ameona kule kijijini hakuna mtu wa kuweza kumlea, ndio ameona wafanyaje aweze kumleta hapa nyumbani niweze kukaa naye mimi bwana. Ni kwamba bidada aliamua danganya hivyo ili mradi tu mshikaji aweze kufanyaje aweze kuelewa bwana. Mshikaji akasema huyu mtoto ana miaka mingapi? Bidada akamwambia huyu mtoto ana miaka 16 hapo alipo. Bado ni mtoto mdogo sana huyu. Mshikaji akashangaa akasema miaka 16? Mbona kinaonekana kikubwa sana hicho, afu nasema miaka 16. Kina miaka 16 hicho. Akasema ndio huyu ana miaka 16. Asema hapana bwana, huyu ana miaka 16 huyu. Huyu ni mkubwa bwana. Sema moja kwa moja kwa mshikaji akana mchunguza. Akamwambia kitoto, na kwa mpate kuondoka bwana. Mimi sijapenda kabisa uje wako hapa. Na mimi sitaki kwanza kukaa na watoto humu ndani. Ambia dingi sasa huko ni kuzingua bwana. Usinione nimekaa tu kimya hapa na kustiri. Na
na mpate kuniacha. Mimi hapa ndo nimefika bwana. Mimi masuala si ya kurudi kijijini, mimi siwezi nikarudi hata kidogo. Mshikaji akashangaa, mkangu ndo unasema huyu ni mtoto? Ni mtoto kweli huyu? Akasema ndio ni mtoto. Akasema hapana bwana, huyu sio mtoto. Sio mtoto kabisa. Mtoto anajibuje maneno ya namna hiyo? Mwanamama pilibidi afanye aweze kumtoa Ebube aweze kuondoka zake bwana. Ebube alivyonabiti akawa amekaeka pale mshikaji na kama ondoka zake bwana. Noma sana kwa mshikaji, alishangaa kinoma noma, mtoto vipi? Basi bwana, baada ya muda ilibidi mwanamama aweze kufanya aweze kumchukua Ebube na aweze kufanya na aweze kumleta kwenye chumba chake, na akamwambia Ebube, hichi hapa kwanza leo kitakuwa ni chumba chako, inabidi uweze kufanya uweze kutulia huko. Lakini Ebube akasema mbona mume wako anadharau sana mama? Yaani yule mume wako anadharau ananichukulia mimi poa poa. Mimi nitakuja nimzingue yule. Nitakuja nimchezeshe kichapo. Mimi mwambie kabisa mimi akili yangu haiko vizuri, fuse zishachomoka. Nitakuja nimtembezee kichapo siku moja, wewe muache aendelee na madharau yake. Kama naitia na dharau mimi ndo na dharau zaidi yake. Wewe mwambie tu. Mimi sijapenda hata kidogo bwana. Mimi naweza nikamvuruga, nikamtembezea kichapo hadi akome bwana. Kama unamuogopa ni unamuogopa, lakini mimi siwezi nikamuogopa mpuzi yule. Na baada hapo uweze amini kwamba Ebube akawa ameondoka zake bwana, lakini alimwambia mamake kuwa afanyeje? Aende akampe onyo mume wake bwana. Na uweze amini kulivyokuja tunamuona hapa Ebube moja kwa moja akawa anafanyaje? Anafanya usafi hapa ili mambo yote yaweze kufanya yaweze kukaa sawa bwana. Mshikaji mage akawa amekuja hapa, uweze amini kwamba kana anachunguza kama Ebube amefanyaje? Amefanya usafi vizuri bwana. Bidada kama amekuja zake hapa na vitu vyake, ndio alikuwa anatoka anaenda zake kufanya kwenda kusambaza huko. Basi mshikaji pale kana mseti jamani, kipenzi changu umependeza. Bidada akasema nashukuru sana mume wangu. Hata hivyo nimeandalia chakula nimewekea kule jikoni. Kwa muda kula ukifika mtakula wewe pamoja na nani? Pamoja na Ebube. Akasema mke wangu leo unionjeshi mandazi. Akasema unapenda kuonja. Basi moja kwa moja kwa bidada kama amefunua zake mle na kama amemtolea mshikaji mandazi pale ili aweze kufanyaje? Aweze kupata bwana. Si unaambia mshikaji anapenda kula hadi sio poa. Basi moja kwa moja kwamba Ebube akana msifia mwanamama. Akasema jamani mama leo huyu umependeza. Na kumbe mama una bonge la nyashi hivyo. Aisee kweli mama una bonge la nyashi. Aisee ongera zako. Kwani nyashi yote hilo? Aisee mama wewe umetisha. Mshikaji akashangaa. Sasa mke wangu, huyu ndo unasema mtoto huyu anajua hadi nyashi? Huyu sio mtoto. Akasema mume wangu ni mtoto. Mtoto kivipi huyu anajua kabisa nyashi? Hujasikia anavyosema una bonge la nyashi? Ebube akasema kweli ana nyashi bwana. Kwani simsifie mtu kama ana nyashi? Wewe dingi vipi wewe? Mbona sikuelewelewe wewe dingi wewe? Au unamwonea wivu mke wako wewe eti? Mshikaji akasema unasemeje? Mimi dingi yako? Toka lini mimi nikaa dingi yako? Mwanamama akamwambia kausha Ebube usimjibu chochote. Akasema mimi ndakatembezea kichapo akatoto kudariki zake aka. Mwanamama kana mtuliza pale mshikaji akasema usifanye hivyo bwana. Basi moja kwa moja ngombe Ebube akasema sasa mimi kosa langu ni nini hapo jamani? Mmwambia dingi ananizingua. Akasema poa basi ngoja nimuite Maki. Akasema nini? Ananiita mimi Maki. Akasema hapana mume wangu usiseme hivyo bwana. Akasema katoto unaniita mimi Maki mimi? Mimi Maki. Akasema sasa mimi nikuite nani jamani? Nimekuita dingi umekataa. Nakuita Maki unakataa. Eti kanajibu. Akasema kwani sikujibu? Haya basi sawa mimi siongei chochote bwana. Haya siongei chochote. Naomba mpate kunisamee baba. Sasa mimi baba yako tena kudariki zako. Mke wangu nini ulichoniletea mimi? Huyu mtoto kudariki zako mimi nitamtembezea kichapo mimi huyu. Akasema sasa mimi nikuite nani? Maana kile jina ninakuita mimi hutaki. Mshika kaza kudariki zako ndakutembezea kichapo Basi moja kwa moja nilikuwa bidada kana mzuia. Sasa jamani mume wangu kwani unakuwa hivyo? Huyu ni mtoto mdogo. Unaanza kushindana na mtoto mdogo kweli? Hebu acha bwana mambo. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa bidada amejiandaa zake na alikuwa anaenda kwenye harakati zake kama kawaida bwana. Na bidada kama amemwambia mshikaji kuwa leo hii mume wangu sina hela kuweza kukupatia bwana. Kwao nikipata hela nitakupatia. Asa mambo gani haya mke wangu? Mimi nishakwambia unavotoka tu lazima unipatie kiasi cha fedha. Unafikiri mimi ndaishije bila pesa na unajua kabisa mimi sina kazi. Mimi hapa nipo nataka pesa. Nipatie pesa bwana. Mambo gani haya? Kama hutaki mimi naondoka zangu kwenye hii nyumba. Sasa uweze amini kwamba mshikaji ni njunje kinoma noma bwana. Lakini pia akamwambia jamani mume wangu kila siku nataka pesa na kupatia. Leo hii sina pesa unanikaripia namna hiyo. Sasa ndio nakukaripia kwa sababu nataka pesa. Sasa wewe kumbuka wewe mimi ndio naye kulisha huko ndani si ndio? Mimi ndio naenda kupambana napata chochote kitu naleta huko ili uweze kula. Kwa hiyo sitaki uweze kunipanda kichwani kiasi hicho hata kama nakupenda. Anasema kwa unanifokea si ndio unanikaripia? Kutembezea kichapo. Aisee uweze amini kwamba mshikaji likali na payuka hadi sio poa bwana. Eti kisa tu bidada amesema ana kiasi cha fedha. Aisee basi moja kwa moja kwa bidada akawa amefungua mlango ili aweze kuondoka. Lakini uweze amini kwamba Ebube alikopo zake mlangoni bwana anasikiliza kila kitu kinachoendelea humu ndani bwana. Basi bwana tunaona ni wakati fulani hivi tunamuona bidada hapa kama ametulia zake. Na bidada alikuwa na mawazo kinoma noma kwa sababu gani? Mshikaji anampelekesha kinoma noma. Yaani bidada asipokuwa na hela ni kwamba mshikaji anakuwa mbogo hadi sio poa bwana. Na Ebube akanamwambia mama, yaani mimi naona kabisa huyu mwanaume amefuata tu pesa hapa kwenye maisha yako bwana. Hakuna kitu kingine cha kinaendelea hapa. Mimi nakushauri tu mama, achana naye. Akasema Ebube wewe naomba mpate uniacha. Naomba mpate kuniacha bwana. Sasa nikuache kivipi? Kwanza wanaume inabidi aende akatafute pesa. Lenye tu linakakaa tu ndani kazi tu kucheza magame. Siende katafute kazi huko. Yaani unaenda kupambana mamangu, unapambana unakuja unaleta chochote kitu hapa bado unaendelea kukudharau. Asema Ebube sasa hivi wewe ni mtoto mdogo, unanishauri nini mimi jamani? Sasa mimi nakushauri uweze kuachana naye bwana. Wewe sio mwanaume mzuri. Mwanaume gani anakuwa salange tu choka mbaya, kayumba tu kudariki kazi tu kuletewa pesa na kula ndiye anachojua Lakini bidada akamwambia yule ni mume wangu Ebube, naomba mpate kuniacha. Akasema hata kama ni mume wako mama, mimi sijapenda hata kidogo bwana. Kwani ni mume wako lenyewe lina roho mbaya kinoma noma. Tena umwambie kwa mimi ndakuja nimchezeshie kichapo kudadeki kama nakuonea koneage wewe, lakini mimi ndakuja nimchezeshie kichapo. Aulize huko kijijini kudadeki mtaa mzima wananijua mimi. Nilikuwa nafanyia kitu gani? Basi bwana bidada kama nyuka zake pale na kama mwambie Ebube kuwa aweze kwenda chumbani akamuite nani? Akamuite mshikaji Maki ili aje apate msosi bwana. Basi moja kwa moja
kumwona kwamba Ebube aliweza kutimba kwenye chumba cha Maki bwana. Maki alikuwa anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Ebube akamwambia bosi, nimeambiwa nije nikuite uende ukapate chakula. Na baada hapo Ebube akaondoka zake, mshika akamwita akamwambia wewe mtoto njoo kudadeki zako. Hivi mtoto bado hujaondokaga tu. Mimi sikutaki na mpate kuondoka kudadeki zako wewe. Nini unachong'ang'ania hapa? Unajua mimi na mkango hatuna hata furaha hapa. Hebu toka zako kudadeki au nikutembezea kichapo. Sauti kasikika nini? Umtembezee kichapo kwa kosa gani? Kosa lake ni nini? Kosa lake ni kuja kukuita wewe ndo ukapate chakula. Hivi una shida gani mume wangu jamani? Tatizo lako ni nini? Na mpate kujitambua bwana. Eti kisa ni ndugu yangu ndo mnyanyase kiasi hicho. Mimi sijapenda hata kidogo. Mshika akamwambia jamani mkangu, yani unanifokea mimi? Kisa katoto unanifokea mimi jamani leo hii? Mkangu. Aka katoto kaanduje kweli kana tugombanisha mimi na wewe? Alisema na mama akamwambia Ebube, hebu nenda zako jikoni bwana nakuja huko. Basi moja kwa moja kwa mwana mama akawa amefunga mlango ili aweze kuongea vizuri na nani na mshikaji bwana. Sasa Ebube akana chungulia pale akasema kudadeki hawa anapigana huko. Wapigane tu kudadeki zao. Basi bwana baada ya muda tunamuona Ebube akawa ametulia zake hapa, mshikaji moja kwa moja kama amekuja wangu. Akasema katoto kudadeki zako wewe ndio unasababisha mimi nigombane na mke wangu, si ndio? Wewe umekuja hapa kufanya nini? Si uondoke hapa kudadeki zako. Unajua unavokaa hapo unaendelea kunikwamisha mimi mambo yangu. Sasa Ebube akawa amecheka kinoma noma akasema ila kweli kuna wababa wengine hawajiheshimu. Hivi wewe dinge tunakuja hapa sijui. Ebube ondoka. Eti sijui unanigombanisha mimi na mke wangu kudadeki zako. Wewe ni mwanaume hapo ulipo. Mshikaji akasema kuchapa kibao akasema we niguse nikutembezee kichapo. Unamtembezea kichapo ni yule mke wako sio mimi. Mimi ukinigusa ndio kutembezea kichapo kudadeki zako mimi na kuahidi yani siku kija tu kunigusa sasa tutagawana majengo ya serikali. Mimi ndaenda jela wewe utaenda mochwali kudadeki zako. Unanichukulia mimi poa si ndio? Unanichukulia mimi wakuja. Mimi ndio Ebube kudadeki zako. Waulize huko kijijini kilichowakuta. Hivi unanitisha mimi na nyama zako hizo nyama uzembezo. Hizo nyama hata kwenye chips zipo kudadeki zako wewe. Uweze kunitisha mimi hata kidogo. Ungenigusa afu uone cha moto. Sasa uweze amini kwamba mshikaji alinyoa bwana baada ya kutishwa na nani Ebube. Akamwambia ondoka zako hapo unanitia kiwingu. Mshikaji ilibidi aondoke zake bwana sasa. Ebube akainuka pale akasema unabisha nini nikutembezee kichapo? Unabisha nikutembezee kichapo? Mshikaji akaamua tu aondoke zake. Sasa njoo nikutembezee kichapo kudadeki zako afu tugawane majengo ya serikali. Sasa pumbavu nini unanichezea mimi? Kumbe kamtukenye kaoga tu kaidia kababe si eti kamemanda kametuna kababe. Hivi sura yangu mimi natisha, hebu nijiangalie kwanza kwenye kioo. Mbona sura yangu ipo kawaida tu kudadeki zake? Yani kanaogopa hadi sura yangu. Ningekatembezea kichapo leo hii. Kana bahati nikaoga kudadeki zake haka. Basi bwana baada ya muda tunamuona mshikaji kama ametulia zake hapa. Sasa wakati moja kwa moja tunamuona nani? Tunamuona bidada kama amekuja hapa. Tunamwambia mshikaji alichambwa na nani na Ebube hadi sio poa bwana. Kwa bidada kama amekuja hapa kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kumbembeleza. Sasa mkangu hivi una uhakika yule Ebube ni mtoto? Yule mimi nahisi sio mtoto, yule ni mtu mzima bwana. Haiwezekani mtoto anakuwa anajiamini vile. Au ni kachawi kale katoto. Lakini mwanamama akasema hapana mume wangu bwana. Kwa nini unakuwa hivyo? Akasema hapana bwana, mimi na wasiwasi. Yule mtoto atakuwa ni mchawi huko kijijini kwenye ametoka. Haiwezekani mtoto anakuwa anajiamini vile. Ana nini cha kujiamini vile? Basi moja kwa moja kwa mwanamama ilibidi amuombe msamaha. Akasema mume wangu, naomba mpate kunisamee mimi bwana. Kama nilivyokuambia kwa bidada anampenda kinoma noma mume wake bwana. Basi moja kwa moja ilibidi afanyeje? Aweze kumuomba msamaha. Basi bwana siku iliyofuata uweze amini tunamuona mshikaji yuko wangu amembeba nani? Amembeba Ebube bwana. Siweze amini kwa mshikaji. Siku leo anataka mtoroshe Ebube. Maana aliona Ebube atamharibia nini? Atamharibia mipango yake bwana. Siku moja kwa moja ni kwamba kama amekuja na gari hapa, akana muingiza Ebube kwenye gari. Siweze amini kwamba Ebube alikuwa anagoma. Sitaki kwenda mimi kudadeki. Wananiteka jamani watekaji. Wakati tunamuona bidada kana anarudi kwenye shughuli zake, kana shangaa mtoto wake amebebwa pale. Ibidi atoke wangu kuja kumsaidia mtoto wake bwana. Moja kwa moja akafika hapa akasema jamani mwacheni mtoto wangu bwana. Shida nini? Sasa nataka niteke. Kwa nini jamani mnamchukua mtoto wangu? Sasa mke wangu mimi mtoto simtaki bwana. Na ndio maana nimempigia simu dadako aje amchukue hapa aweze kwenda naye kijijini huko. Mimi simtaki hata kidogo. Dada akamwambia jamani sasa kwa nini mnamchukua Ebube bila ruhusa yangu? Amjanipigia simu hata kuniambia kwa Ebube mnamchukua. Kwa mlikuwa mnamtorosha si ndio? Akasema hawa ni waongo jamani, mama alikuwa anataka aniteke hawa. Walikuwa wananiteka. Sasa tulikuwa tunakuteka vipi? Tulikuwa tunakupeleka kijijini. Mnipeleke kijijini kivipi bwana? Mimi sitaki kwenda kijijini. Mwanamama akasema ndio mdogo wangu bwana. Mimi nimekuja kumchukua. Niweze kwenda naye kijijini bwana. Na shemeji alinipigia simu. Aliniambia kwa mtoto anawasumbua kinoma noma. Kwa mimi nikaona moja kwa moja yeye nimchukue ili niweze kufanya niweze kwenda naye kijijini bwana. Ebube akasema hapana bwana, ni mwongo huyo. Mimi siwezi nikaenda kijijini. Jamani mama ananitesaga huyo. Ananitembezea kichapo kule kijijini. Sitaki mimi kwenda na huyo mama hata kidogo. Mimi naomba nibaki na wewe jamani. Naomba nibaki na wewe. Aseni kwamba Ebube alikuwa analia kinoma noma na alikuwa anadai kuwa hawezi kwenda na mwanamama hapa kwa sababu gani? Mwanamama huwa anamtembezea kichapo hadi sio poa bwana. Basi moja kwa moja kwa bidada akamwambia dada, umekosea sana dadangu. Yaani mimi dada nilikuwa nakuheshimu lakini kumbe wewe dada haustahili heshima yangu hata kidogo. Yaani unakuja nyumbani kwangu unamchukua Ebube bila hata ruhusa yangu kweli? Alafu unaniambia eti siji shemeji yako alikupigia simu. Kwa nini usiniambie mimi? Naomba ate kuondoka zako na mimi Ebube nitakaa naye hapa. Mshikaji akasema hakuna kukaa naye hapa, mimi namchukua bwana. Sasa uweze amini kwamba mshikaji akana mchukua pale Ebube. Bidada akana mzuia pale mshikaji asimchukue Ebube. Aseni kwamba akana mchukua Ebube pale kwa lazima bwana. Bidada akaona kudadeki zenu nyinyi amnijui vizuri. Mnamchukulia mwanangu kama ametafuta pale juu akakosa bwana. Sasa akaiona chupa pale kama amechukua chupa pale. Aisee uweze amini kwamba bidada kama mpasua pale akasema kudadeki zenu nyinyi. Mwacheni mwanangu kabla si katakata na chupa. Jamani, asije akaniua mimi. Jamani mke wangu, nini ninachokifanya
mechi aseni kwamba Ibube moja kwa moja alienda kumkumbatia mwanamama bwana. Dereva alitoka unyoe hapa alivyoona bidada ameshika chupa bwana. Aseni kwa bidada kwa tayari Ibube aweze kufanya aweze kuchukuliwa bwana. Basi moja kwa moja kwa bidada kama amechukua Ibube pale na akawa anaondoka zao bwana. Maana kupenda bidada hichi kilikuwa kimetokea hapa. Msikia kana muita mke wangu. Lakini ndio nilikuwa bidada alikuwa amekasirika kinoma noma na kama mfanyaje ameondoka zake bwana. Sasa huku mwanamama kana shangani mdogo wake leo amemtukana kinoma noma bwana. Sasa kwa sababu gani mwanamama naye alikuwa amekosea bwana. Eti anakuja kumchukua mtoto bila hata kumwambia bidada besa. Basi moja kwa moja bwana uweza mimi kwa bidada akawa ameingia zake ndani na kama ameandaa msosi hapa kana kula nani na Ibube bwana. Ibube ni kupiga kuku kama zote. Mshikaji alikuwa amekasirika kinoma noma akasema katoto kudadeki zake aka bwana. Toka kamekuja katoto kamechukua nafasi yangu kabisa. Ni mkangu hata unijali yani muda wote tunakajali tu katoto. Kana nini katoto hata unakajali hivyo kudadeki zake. Mimi nakachukia sana katoto bwana. Kwanza kaondoke huko ndani mimi sikataki. Ipo siku mimi ndakuja nikawekee sumu katoto. Uweze amini kwa mshikaji akana tamka maneno mazito kinoma noma na alikuwa anadai kuwa ipo siku atakuja mwekee Ibube nini? Atakuja mwekee Ibube sumu bwana. Ibube anaendelea kupiga zake misosi hapa. Ni kula kuku kujigaragaza bwana. Mshikaji bidi aondoke na kama amemwacha Ibube pamoja na mamake. Wanaendelea kupiga zao view pale na kuenjoy bwana. Na siku iliyofuata tunamuona mshikaji kama ametulia zake hapa anaendelea na shughuli zake kama kawaida bwana. Bidada kama ameweza kutimba kana muuliza, "Ibube yuko wapi?" Ibube kama ametokea pale akasema, "Jamani nimekuja mama." Mwanamama akamwambia siku ya leo hii nimekuletea zawadi. Akametoa pale simu akampatia Ibube. Aisee unaambia Ibube alifly kinoma noma kama ameenda kwa maki pale akamlukia. Mshikaji akasema, "Nombo niache bwana. Nombo niache nikuache vipi bwana? Mama ameninunulia simu bwana. Sasa hizi natambo kudadeki sasa hizi. Sasa hizi lazima niwage naingia duniani kudadeki yani. Sasa hizi ni kuenjoy tu ni kujigaragaza yani ni humu tu selfie kama zote." Mwanamama akamwambia nimekuletea na nguo hizi hapa. Aisee hapo Ibube ndiye alizidi kufly kinoma noma bwana. Mshikaji anakasirika yani. Bwana nimeletea nguo kudadeki. Sio kama wewe unakuwa na roho mbaya hapa kudadeki zako. Na baada hapo bidada akampa Ibube vitu vyake. Na Ibube akamfanya kama ameweza kuondoka zake bwana. Na baada ya muda uweze amini kwamba mshikaji alimfuata nani? Alimfuata Ibube. Akamwambia katoto kudadeki zako wewe. Mimi nimekuvumilia nimeshindwa bwana. Naomba siku ya leo hii upate kuondoka kwenye nyumba. Kabla si ya kufanyia kitu cha ajabu bwana. Maana mimi nakuchukia sana. Toka umekuja humu ndani ni kwamba mimi na mke wangu hatupendani. Ni visilani silani ndio vinavyoendelea humu ndani. Yaani unanibania sana wewe mtoto. Naomba upate kuondoka. Hebu akasema ni wewe kudadeki zako wewe. Hebu kwanza nipande hapa juu ili niweze kuongea na wewe ili ukiniletea ujinga niweze kukuchapa vibao hapa. Maana wewe unaona kabisa unanichokonoa na nitafuta tafuta. Hivi unafikiri mimi nitaondoka humu ndani? Mimi siwezi nikaondoka humu ndani bwana. Na kitu chenye ujui ni kwamba yule pale ni mama yangu bwana. Yule ni mama yangu kabisa, kitu chenye kijui. Kwa hiyo mama aweza kumruhusu mtoto wake aweze kufanya aweze kuondoka humu ndani bwana. Ni kitu chenye kiwezekani hata kidogo bwana. Sasa tumia akili, acha ubwege. Kwa unafikiri mama yangu ananikatalia mimi nisiondoke kwa sababu gani? Mimi ni mtoto wake. Mpuzi ni niwe kudadeki zako wewe. Na usahau mimi swala la kuweza kuondoka hapa. Na ukileta ujinga na kuzaba vibao mimi. Usinichukulie poa poa hapa. Sasa uweze amini kwa mshikaji. Akaanza kucheka tu. Yaani amini hichi chenye Ibube anafanyaje? Anamwambia bwana. Anasema unacheka sana kudadeki zako wewe. Lakini kweli ndio huo nimeshakwambia. Na baada hapo uweze amini kwa mshikaji akaondoka zake bwana. Sasa Ibube akaanza kudadeki zake wewe anajitia sijui tolu. Ningemtandika vibao siku ya leo. Yaani sijui kwa nini mimi sikuzaliwaga mrefu. Yaani ningezaliwa mrefu mimi. Nilikuwa nawatembezea watu kichapo kudadeki ni kichapo hadi wakome kudadeki zao. Yaani na nilivyo mrefu hivi sije ningebaki hivi kudadeki. Huyu mpuzi leo hii angeisoma namba bwana. Na uweze amini baada ya muda ni kwamba mshikaji alimuita nani? Alimuita mwanadada bwana. Sasa bidada kana shangaa kuna shida gani? Basi moja kwa moja kwamba mshikaji akawa amechukua simu pale na kana msikilizisha nani? Anamsikilizisha bidada bwana. Sasa uweze amini kwamba mwamba anavyoongea wakati ule na Ibube akana fanya nini? Akana rekodi bwana. Sasa kila kitu chenye Ibube alikuwa amekiongea basi moja kwa moja ni kwamba mwanamama hapa akana akisikia bwana. Sasa ni kwamba mwanamama hakuamini kile chenye anakisikia kwa Ibube, maana yeye mwanamama akutaga mume wake aweze kujua hata siku moja kwa yeye hapo ana mtoto bwana. Sasa jamani, mume wangu Maki ni mtoto tu ameongea yule jamani, usiliweke akilini mwako, ni kitu cha kiwezekani. Mimi hapa nipo sina mtoto na yule sio mtoto wangu. Akasema wewe bado unaendelea kunidanganya, si ndio? Bado unaendelea kunidanganya. Na uweze amini baada ya muda ilibidi bidada aweze kumwambia mshikaji ukweli bwana, kwa yeye hapo alipo ana mtoto bwana, na huyo mtoto wake ni nani? Ni huyo hapo Ibube bwana. Sasa unaambia bidada kwa moja kwa moja ni kwamba mtoto aliweza kumwacha wapi? Aliweza kumwacha kule kijijini aweze kuishi na nani? Aweze kuishi na dadake bwana. Naye akawa amekuja zake huku mjini kwa ajili ya kutafuta maisha, akawa ametafuta maisha na baadaye akawa amepata pesa na akawa amepata na mwanaume ambaye ni nani? Ni huyo mshikaji bwana. Sasa na akawa ameoana pale, akawa anaishi yote kwa pamoja bwana. Sasa kwa bidada ndio hivyo, ni kwamba alikuwa anamuomba mshikaji msamaha aweze kumsamehe, maana ndio hivyo ni kwamba alimdanganya mara ya kwanza kuweza kumwambia ukweli. Mzee akamwambia yani kudadeki zako wewe baada ya mimi kujua ndio unaniambia ukweli. Sasa ndio hivyo bwana, nimeona tu nikwambie ukweli bwana. Maana mwanzo nilikuwa nashindwa kukuambia ukweli. Ila kiukweli mimi ni kwamba huyo mtoto nimepata miaka 16 iliyopita nyuma bwana. Na yule mtoto paka nimempata nilikuwa nimebakwa. Mshikaji akashangaa. Ulibakwa kivipi? Mbona sikuelewelewi? Bila akamwambia ndio mimi nilibakwa bwana. Sasa nilikuwa mshikaji kana shangaa. Ulibakwa kivipi? Mbona sielewelewi? Unataka kuniambia mtoto paka amepatikana hapo ulibakwa? Akamwambia ndio mimi hapa nilibakwa bwana miaka 16 iliyoweza kupita nyuma. Sasa nilikuwa mshikaji kana shangaa.
mambo gani haya tena? Nini hichi kinachoendelea? Uweza amini kwa bidada baada ya kumwambia mshikaji aliweza kubakwa miaka 16 iliweza kupita nyuma, mshikaji alichanganyikiwa kinoma noma. Unaambia mshikaji nguvu zilimuishia na kana analia. Basi moja kwa moja kwa bidada kana tukumbusha hiyo siku ilikoje kweje paka kama mfanyaje akawa ameweza kubakwa bwana. Si kwa bidada alikuwa anafanya kazi kwenye duka moja hivi, na hapa moja kwa moja alikuwa kwenye kata zake kama kawaida bwana. Lakini wakati huo kuna mwamba kama ameweza kutimba hapa ese, na moja kwa moja ni kwamba alikuwa anamuulizia nani? Alikuwa anamuulizia bosi wa hii duka bwana ese, na bidada alimwambia bosi wa hili duka ametoka bwana na ameniachia mimi hapa bwana. Kwa hiyo kama unahitaji chochote kitu wewe niambie mimi. Mshika akamwambia kwa hapo ulipo uko peke yako? Asa ndio hapa niko peke yako bwana, ndio maana nikwambieje chochote unachokihitaji wewe niambie niweze kufanya niweze kukupatia. Basi moja kwa moja kwa mshikaji pale akaanza kutoa zake oda kwa nani? Kwa bidada, ili bidada afanye aweze kumchukulia. Lakini bidada alivyoondoka kwenda kumchukulia, uweze amini kwa mshikaji akawa amefunga zake pale mlango bwana, kama amemvamia bidada pale moja kwa moja. Uweze amini kwa mshikaji alimtafuna bidada. Mshikaji alitafuna kitumbua cha bidada bwana, ile miaka 16 iliweza kupita bwana. Na uweze amini kwa bidada baada ya kutoa ile story, mshikaji alijikuta anakaa chini bwana, nguvu zinamuishia kabisa na alikuwa analia hadi sio poa bwana. Hebu kana shangaa, nini dingi, mbona simuelewelewi? Nini kinachoendelea? Mshikaji kana naomba msamaha, naomba mpate kunisamee jamani Besa. Hebu pia naomba mpate kunisamee mimi. Hebu ilibidi asogee. Nini kinachoendelea? Mbona sielewi? Mwanamume mwenyewe kana shangaa. Kuna nini jamani? Mbona unalia tukuelewelewi? Akaanza mimi jamani naombeni mnisamee. Yule kibaka nilikuwa ni mimi. Nilikuwa bidada alishangaa kinoma noma. Akasema bube unasemeje? Na maana ndio ulimbaka mama? Akasema ndio bwana mimi ndio nifanya vile. Hapo bube naye alichanganyikiwa kinoma noma. Na uweza amini kwamba mshikaji bwana miaka 16 iliyopita nyuma ni kwamba alikuwa ni kibaka bwana, na alikuwa ameenda kwenye lile duka kwa ajili ya kuweza kufanya utapeli. Lakini ndio hivyo ni kwamba kama amefanya utapeli pale na kaona haitosha na kama ameweza kumbaka bidada Besa bwana. Leo hii ndio bidada anagundua kwa mshikaji mwenye alikuwa anakaa naye huko kama mume wake bwana, kumbe alishaimbaka miaka 16 iliyopita nyuma bwana. Sasa nilikuwa bidada alichanganyikiwa. Akasema wewe shetani. Yaani ulifanya maisha yangu yawe magumu. Nimeishi mimi kwa kuteseka kwa ajili ya upuzi wako. Eti leo hii unaniambia nikusamee nini? Yaani mimi siamini hata kidogo bwana. Nimekaa naye miaka yote humu ndani bwana. Kumbe ndio kibaka uliweza kuniharibia mimi maisha yangu, si ndio? Naombeni mnisamee jamani. Bidada akasema hapana bwana, mimi siwezi nikakusamea hata kidogo bwana. Mimi siko tayari kuweza kukusamea shetani kama wewe kudadiki zako. Miaka 16 yote mimi nimeteseka. Hebu akamwambia ni kweli bwana, huyu hastahili msamaha hata kidogo bwana. Sasa nilikuwa mshikaji alikuwa analia kinoma noma bwana. Sasa kwamba amefanya miaka 16 ubaya, leo hii ubaya ule unamrudia bwana. Kana muomba pale Ebu msamaha. Akamwambia wewe tena mimi usiniombe msamaha kabisa, ndakucheshia kichapo kudadiki zako wewe. Mtu gani wewe ulikuwa unanichukia mimi, unanitesa afu leo hii ndio wewe babangu? Ni kitu hakiwezekani hata kidogo bwana. Mimi siko tayari kuwa na baba kama wewe kibaka kudadiki zako wewe. Babu una roho mbaya kama nini kudadeki wewe? Ibidi kwanza aende polisi, yani ana bahati yani kudadeki tumeamua kumsamee. Ila inabidi tuweze kumfukuza, aweze kuondoka zake huko ndani. Sisi hatumtaki hata kidogo. Mimi siwezi nikaa na baba kama baba nyambi, si baba na roho mbaya Yaani uko unadiki kuniambia mtoto wako kweli utaninywesha sumu. Sasa please naomba mpate kunisamee jamani. Mke wangu naomba nipate kunisamee jamani. Naenda wapi jamani, mimi na maisha magumu ndio hivyo mke wangu, nilikuwa nakutegemea wewe tu jamani. Na unajua kabisa mimi ni mtoto wa mtaani mke wangu. Na kila kitu mimi nilikuwa nimekudanganya. Mimi kwetu sio matajiri wala cha nini. Mimi hapa nipo na maisha magumu mke wangu. Please nakuomba mpate kunisamee jamani. Mimi sina kwa kwenda, ndaenda wapi jamani mwanangu, naomba mpate kunisamee. Akasema wewe nikusamee nini? Aisee uweze amini kwa mshikaji. Kila mtu akana mkataa bwana hapa. Aisee kutokana na ubaya wake yenyewe alikuwa anaufanya. Na alikuwa anamtesa Ebube bila kujua kwa Ebube ni nani, mtoto wake bwana. Ona saizi ni kwamba Ebube anamkataa kabisa bwana. Na Ebube moja kwa moja kama amemuita nani? Amemuita mwanamama hapa bwana, na moja kwa moja kama amekuja zao huku ndani kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kutoa nguo za mshikaji. Sasa ni kwa mshikaji leo hii anafukuzwa huko ndani. Toa zote. Anakasema mama kudariki yule mbuzi ana shukrani. Pamoja na kuwa na nyashi yote hii. Ona nyashi yote hii. Lakini bado alikuwa anakunyanyasa kudadeki zake. Aondoke tu, mimi simtaki huko ndani. Tumtimua asepe zake bwana. Sasa mpuzi nini huyu? Anazoea kubakabaka sana. Sasa cha moto atakiona. Uweze amini kwa mshikaji alitolewa mabeki. Toka huko kibaka mkubwa wewe kudadeki zako wewe. Unajitia siji kwenu kuna maisha mazuri kumbe Salange. Na ukome bwana, mimi sio mtoto wako. Hebu akana ingia zake ndani mshikaji kama mwanangu. Wewe nimekwambia mimi sio mtoto wako kudadeki zako wewe, ondoka zako. Na kama nilivyokuambia kwa mshikaji hapo alipo, ana sehemu ya kwenda bwana. Ni kwa mshikaji tu alikuwa ni Salange tu Kalungu yeye mmoja tu. Alikuwa anaishi kupitia nani? Kupitia bidada bwana. Na uweze amini kwamba Ebube alikuja moja kwa moja kwa nani? Kwa mamake huko bwana. Akana mbembeleza mamake, maana ndio hivyo ni kwa mamake. Alikuwa amekumbushwa machungu bwana. Si ni kwa bidada hiyo miaka 16. Alikuwa amepitia mateso makubwa sana bwana. Mpaka kaja kupata pesa na kaja kuwa na maisha mazuri. Aisee ilikuwa ni hatari bwana. Na huu ndio mwisho wa picha yetu bwana. Asante kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, ucomment na kushare.